zangu, amani na upendo iwe pamoja nanyi kokote kule mliko duniani kote, ambao mko ndani ya Tanzania na ambao mko nje ya Tanzania. Nilio mbele yenu hapa ama kwa hakika ni Maalim Abdul Karim, na leo nazungumza namna gani ambavyo unaweza ukainuka tena ambayo umefilisika kwenye maisha. Unajua kufilisika kupo kwa namna nyingi sana. Hata kukosa maarifa pia ni kufilisika. Na hakuna kufilisika kuliko kuwa kukubwa kwa hali ya juu kama kukosa maarifa. Vitabu vingi vya dini vinaelezea kabisa hakika ameangamia yule mtu ambaye amekosa maarifa kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta maarifa, na maarifa yako ndani ya elimu. Ndio maana usisite kuitafuta elimu hata kama itakuwa umbali gani. Mfano China tunaona kwamba sasa hivi ilizungumzika kwamba China ni mbali sana, lakini sasa hivi kuna safari za ndege watu wanakwenda. Naam, sasa leo nilikuwa nazungumzia mahususi mada ama masomo ambayo nataka kuelekeza namna gani ya kujirejesha tena katika hali yako ya uchumi ambayo imedondoka. Wewe ambaye ulikuwa una kitu, usisikitike kwa kupoteza. Kupoteza nyakati ulizokuwa umepoteza ndio nyakati ambazo ulikuwa uko darasani kuweza kujifunza ni wapi ambapo ulifikia pahali ukakosea. Kuna watu ambao ulishirikiana nao katika matumizi aina mbalimbali, katika ushauri wa aina mbalimbali, nao wakakuangusha. Utaweza kuwajuaje? Ni kipindi ambacho uchumi wako umezorota, uko chini kabisa. Yaani wewe ulikuwa ukiitwa tajiri, lakini sasa wewe ni maskini, na hata afadhali ya wale ambao uliwaacha katika hali ya kimaskini, wewe umekwenda chini zaidi. Basi Mwenyezi Mungu ana njia nyingi sana za kuweza kumsaidia mtu yote kupitia viumbe wake kwa lengo la kumuinua tena akaweza kusimama tena katika hali nyingine. Basi usihangaike. Na kuelekeza ndugu zangu wote kokote kule mnanisikia, na hapa kama alikadhalika mnavyoona mimi niko polini, Maalim wenu Abdul Karim, niko polini na kufahamisha na kukuthibitishia kwamba wewe ambaye umefilisika utainuka tena kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Jambo la kuzingatia tu, hakikisha kwamba unapata ule mti ambao unapoteza majani. Tunafahamu kwamba lengo la mti kupoteza majani maana yake ni kutunza chakula ambacho kipo kwa ajili ya siku zijazo. Sawa sawa. Sasa naamini kwamba wewe kama utapata mti wa aina yoyote ule ambao unafikia pahali wenyewe mti unajivua majani, huo mti unajivua majani wenyewe na kubaki kama ulivyo, basi utaanza kuona majani kidogo katika ule mti yanaanza kuchipua. Basi chukua majani yale ambayo yanachipua, alafu changanya na ambali nyeupe. Changanya na ambali nyeupe ndugu zangu. Ambali nyeupe unaweza kaipata katika maduka ya Kisuna yale, ukaulizia wakaweza kusaidia ambali nyeupe. Utachukua yale majani yale ya nchani ya juu, ndio unachukua yale unatwanga pamoja na ambali nyeupe. Ndugu zangu, mkifanya hivyo mnatwanga alafu mnaanika. Baada ya muda unakuja kutwanga tena. Unaanika unakuja kutwanga tena. Basi unachanganya na udi za aina mbalimbali, yani udi ya India na udi zingine za Kiarabu, unachanganya pamoja. Alafu unakuja kuchukua tena na unga wa Habat Nuksi. Hizi ni baadhi ya dawa za Kiarabu. Basi utachanganya pale. Basi kakungute ndani ya nyumba yako, kunguta katika nyumba ambayo ulikuwa ukiishi, na tukio zima la kuporomoka kiuchumi likakukuta katika mazingira hayo. Chukua dawa hizo, kapulize pande zote 4 za dunia, yani kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Sema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ama kwa hakika leo mimi fulani nainuka tena. Kama ilikuwa mti huu ulipoteza maji, ulipoteza majani yake na bado ukainuka tena, basi na mimi fulani, mzaliwa na fulani, kiumbe wa Mwenyezi Mungu, leo nasimama tena. Basi ukishakuwa umefanya hivyo, zunguka ule mji wako mara 4. Ukishazunguka ule mji wako mara 4, basi tafuta sanduku. Hapa ndo pa kunisikiliza vizuri. Nisikilize kwa makini. Tafuta sanduku, hifadhi sanduku hilo mpaka utakapopata pesa ambayo mtu ameamua kukutunuku. Yani fulani kakupenda akutunuku pesa hiyo. Chukua ile pesa, basi uitumbukize ndani ya sanduku ile. Basi kwa hakika uchumi wako utarudi tena. Uchumi utarudi namna gani? Tafuta maji katika nyumba za jirani, omba maji ya kutumia katika nyumba za jirani zako. Tafuta maji katika nyumba za jirani zako. Tafuta maji angalau yenye ujazo wa lita 1. Sio lazima maji hayo
ukayapata katika mji mmoja, la, unaweza ukapata kidogo pale, ukapata sehemu nyingine kidogo, basi ukajumuisha pamoja, ndio inakuwa vizuri. Tumia maji yale kunawa uso wako mapema asubuhi. Na unaponawa basi chukua ile pesa ambayo uliweka katika sanduku yako, itie ndani ya maji, basi tumia kunawa uso wako. Asubuhi mapema unanawa uso wako, asubuhi mapema unanawa uso wako kwa muda wa siku 7, utaona nuru inakuja upya, utaona sasa habari zako zinaanza kufunguka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, njia zako zinainuka na watu wanaanza kutafuta, waliokusahau utaona wanaanza kupigia simu, na wale wote waliokuwa na mashaka na wewe basi utaona wanaanza kukuamini. Sasa uchumi wako unaanza kujengeka upya. Usije ukajisahau ndugu yangu, ama kwa hakika mzunguko wa jambo hili wote huu unahitaji kafara. Na utakapoona mabadiliko yanaanza, basi usisite kuweza kuniona nikakushauri kafara ipi ambayo unatakiwa kuweza kuifanya, na ukaweza kutoa sadaka kwa watoto na kwa watu na kwa mayatima na kwa watu wengine wajane, wale wote ambao wanakuwa hawana uwezo, basi utaona mambo yako yanakamilika katika utaratibu huo. Usisite kunitafuta nikakuelekeza ni kafara ipi sasa inafaa kuweza kumalizia jambo lako hilo, ili kuweza kukaa vizuri, kuweza kupambana vizuri, kurudi katika hali yako ya mwanzo. Basi nilipenda kuweza kupeni faida hiyo, na ni faida kubwa na ni faida ya kimaajabu kabisa. Basi ni wenu Maalim Abdul Karim. Unaweza ukanitafuta kwa jambo lolote lile nikaweza kukusaidia kokote kule uliko duniani. Kama unanisikia, sisi huduma zetu ziko mlango wazi. Yani huduma zetu zina mlango wazi, mlango ambao haujafungwa. Unaweza kunitafuta kwa namba hizi 0615 339435, ukaweza kunisikiliza, nikaweza kusikiliza, tukaweza kujenga kwa pamoja. Na vile vile alikadhalika naendelea kuwasisitiza ndugu zangu kote kule mliko, msiache kusubscribe channel yangu, na mkaweza kupata mazuri zaidi ya kuweza kutujenga, tukaweza kuwa na manufaa kwa pamoja. Asanteni sana.